Wadau, kwa wezi wa siku hizi ni kama the fear is gone. Kuna jamaa wangu pale alikuwa amesimama pale stage. All of a sudden kukatokea na wao maboy wananyang'anya watu simu town. Si jamaa amepita amenyang'anya jamaa simu ameenda. Jamaa kushughulika kwa sababu unajua mjini ukianza kukimbisha mtu eti amekuibia simu, wewe ndio utakuwa matatani. Kwa sababu siku hizi imekuwa ukipigia mtu kelele eti amekuibia town, wewe ndio mwizi. So jamaa wetu amenyang'anywa simu. Kasema otherwise simu unaweza nunua ingine badala ya kuanza kucause chaos and mayhem hapa town. So yeye akarudi nyumbani, akaenda akafanya nini? Akatulia. Akaenda akanunua simu ingine, akafanya replacement ya sim card na maisha ikaendelea. Akasahau na ile nyingine. Sasa akiwa kwenye shughuli zake pale nyumbani, ndio besti yake mmoja anampigia. Namwambia, bro, naona kuna mtu, kwani uliuza tenje nini? Kuna mtu naona ameweka status pale kwa WhatsApp yako, lakini nikiangalia hiyo uso si yako. Huyo si wewe ambaye uko kwa lile picha. Ndio jamaa anamwambia, brother, mimi sina hiyo simu. Hiyo simu nilifanya nini? Nilinyang'anywa. Anamwambia, uongo bana. Wewe unanidanganya. Kwa sababu nimeona umeweka status saa hii. Wewe unanidanganya na umeweka status huko kwenye mkahawa bana. Anamwambia anamwambia wacha niingie WhatsApp niangalie. Ndio jamaa anaingia kwa simu yake hii yenye amenunua mpya, anaingia kwa status, anaona yenyewe kijamaa kimeweka status pale kinasema life is too short, enjoy it while you have it. Ndio anajiuliza, kwani huyu jamaa ni mjinga aje? Ananiibia simu alafu hata anaenda tu kutumia accounts zangu venye ziko WhatsApp, ameenda tu akatumia yangu. So jamaa kufanya anything ama kupigia polisi, akatulia akasema wacha nione huyu gaidi anaendelea kufanya nini. Akatulia like siku mbili baadaye anaona jamaa ameenda kwa hoteli, amepiga selfie pale, amepost, anasema my new phone, ile ameshikilia kwa mkono yenye alikuwa anapiga nayo picha sijui ni gani. Jamaa wetu akayasema wacha niendelee kufuatilia moves za huyu jamaa. All of a sudden like a day later, huyu jamaa anapiga picha akiwa pale kwa kinyozi, anasema enjoying life. So jamaa wetu akaamka, hiyo kinyozi ilikuwa mahali alikuwa anajua. Akaenda mpaka kwa hiyo kinyozi, akaanza kufuatilia status za huyu jamaa, akaenda akapata mabeshte wenye amekuwa akipost, places zenye amekuwa akipost namna hiyo. And one day huyu jamaa akiwa katika shughuli zake pale town akaingia live akaanza kusema hii sinijui nini. Jamaa wetu alienda akampata pale akiwa live. Akamwambia, bro, leta simu yangu. Kwani magaidi wa siku hizi mmekuaje? Unanyang'anya mtu simu na si ukinyang'anya mtu simu unaenda unatoa details zake. Una login na account zake, unaingia mpaka live na account zake. Kichwa yako inafanya kazi? Anyway, tuingie kwenye story. Wadau, karibu tena kwenye zungumzo letu la El Chapo part 2. Na kwa wale ambao mjatazama part 1 ya El Chapo, basi simfanya aje mfike pale muwatch, kwa sababu hii story ya leo mwezi ielewa kama mjafuatilia El Chapo part 1. Now, katika sehemu ya kwanza tuliacha El Chapo kama ametoroka katika gereza. Sasa after kutoroka, wengi najua mnafikiria alienda tu akapatikana kimaembe. Now, this is what happened. After El Chapo ametoroka pale gerezani, polisi walijaribu kumtafuta. Wakaweka roadblocks. Wakafanya nini, lakini hawakumpata. Mlikuwa na yeye. So wakati polisi wanaendelea kutafuta El Chapo alikuwa busy kuhepa kwa sababu alikuwa na connection. Kwa sababu bila connection hii biashara huwezi. Kumbuka pale katika Sinaloa Cartel hakuwa anafanya kazi peke yake. Kulikuwa na watu ambao alikuwa yeye anawaongoza. Kwa hivyo wale wanafunzi wake walikuwa wamemkujia, na kumkujia walikuwa wamepanga njia sambamba ya kumchukua pale gerezani na kumrudisha back. So hawa polisi wakiendelea kumtafuta hapa Mexico,
El Chapo alikuwa ashachukuliwa, ameenda katika Sinaloa Cartel, ameendelea biashara yake na biashara ikaanza kufanya nini? Kunawiri of course. So polisi walimsaka, wakamsaka, wakamkosa. Now El Chapo after ameendelea kutafutwa na kukosekana, alirudi pale Sinaloa na akaanza kuendeleza lile kundi lake la Sinaloa Cartel. Na ukweli ni kwamba biashara yake ilipanuka kwa sababu alianza kuingisha cocaine kutoka Colombia, anaiingisha Mexico, anaitoa Mexico inaenda USA. So hii biashara aliipiga, akaipiga and within no time biashara ikapanuka, akakuwa mtu maarufu sana kwa sababu sasa hata serikali imemtafuta, imechoka kwa sababu sasa alikuwa na operate yeye, simu zenye alikuwa na operate nazo haziwezi kuwa tracked. Serikali ilijaribu kutrack lakini wapi. So alipata mbinu mpya ya kusafirisha madawa kuepuka checking kwa border. Alikuwa anatumia underground tunnels kupitiza hizo maroli zake za cocaine, banki, nini. So actually alikuwa drug trafficker mwingine mwenye hata angeeleweka, lakini alimanage akaingisha vitu zake na akaingisha dollars. But wakati biashara ina survive vizuri, obvious fame ikikuja inakujanga na adhari zake. Serikali ilifika ikaamua kufanya msako kwa sababu kuna biashara imekuwa ikiendelea yenye government ilibidi ingilie kati. Kwa sababu kumbuka Sinaloa Cartel si kundi genge ambalo pekee lilikuwa linafanya nini? Biashara za dawa za kulevya. Kwa hivyo kulikuwa na cartels zingine kama the Gulf Cartel, the Juarez Cartel na Los Zetas Cartel. So wakati walianza kupigana kwa sababu ya kutafuta njia za kupitisha hizi madawa, walianza kutupiana marisasi, vita za kila mara kwa mara. So ikabidi serikali ingilie kati ili kuzuia upiganaji huu na umwagaji wa damu, kwa sababu kumbuka kukiwa na marisasi zinapigwa nini, watu wanauawa, lazima serikali ikuwe concerned, ianze kuuliza ni nini ambayo inaendelea. Kwa hivyo serikali iliingilia, ikatuma mpaka jeshi kufanya ili kuweze kuwa na utulivu. Hapa ndipo serikali iliamua enough is enough. Sasa lazima to deal na hawa watu kwa sababu they are doing things that should not be done in this country. Lakini licha ya El Chapo kuwa muuzaji wa madawa za kulevya, pale kijijini kwao, jinsi alivyoendelea kupanua biashara yake, aliendelea kusaidia watu vizuri. Hakutambua kama serikali imeweka operation ya kuwatafuta. Yeye aliendelea tu ku give back to the community kwa sababu pesa anazo. Kwa sababu licha ya hizi vita kuendelea, yeye ganji zake zilikuwa zinaingia vizuri, biashara ilikuwa inanawiri, amenunua mashamba, manyumba za kifahari, nini, kila kitu yenye alikuwa anahitaji, mpaka private jets. Yeye alikuwa tu anaishi life yake, alafu akifika pale kwa kijiji, anafanyia watu, anawachimbia boreholes, analipia watoto school fees, anafanya nini. Actually he used to support the family pale Sinaloa kwa sababu as we said, Sinaloa ilikuwa kijiji ambacho kilikuwa jawalala hoi, lakini huyu jamaa since biashara yake ilianza kuthrive, amewatengenezea barabara hadi watu pale Sinaloa walikuwa wamesema yenyewe this is the guy. But hiyo kitu ilikuwa inauma gava vibaya kwa sababu haiwezi kuwa mtu ambaye tunatafuta kwa kutuharibia watu na madawa za kulevya, yeye ndiye anasifiwa pale kijijini. Hiyo kitu ilikwaza serikali vibaya sana. By the way, by 2009 I think Forbes ilikuwa imemuweka katika the most richest person in the world, kwa sababu net worth yake ilikuwa imefika around $1 billion. So hii kitu kuwekwa kwa Forbes pia iliongezea machungu ya serikali, ikasema haiwezi kuwa huyu mtu anatajirika, anawekwa mpaka kwa magazeti na nini kupitia pesa ambazo ni za madawa za kulevya. So serikali ya Mexico na Marekani walifanya nini? Waliungana pamoja, wakasema we need to end this cartel once and for all. Either hii ya El Chapo na hizi zingine madawa ya kulevya lazima to deal nayo. Serikali ya Mexico ilitenga pesa mabilioni pale, ikaweka pale, ikatafuta maelfu ya wanajeshi, ikatuma pale, ikawaambia nyinyi operation yenu ni kutafuta huyu mzee mzima Joaquin Alvaldo Guzman kwa sababu ametusumbua sana. Imagine serikali imetenga mabilioni kukutafuta kama mtu kamoja hivi. Uniambie huyo mtu alikuwa tisho la
aina gani. Lakini baada ya kukwepa mtego wa serikali for 13 good years, on the 22nd February 2014, katika mji wa Mazatlan pale Sinaloa, wana DEA walipata habari kwamba mzee mzima Guzman yuko katika hoteli moja anajivinjari. Kwa hivyo wakafanya nini? Wakaenda wakafika kwa lile hoteli, wakapata mzee mzima ako pale anapiga sherehe. Wakamuokota bila kurusha risasi, bila kufanya nini, wakamwambia wewe umetusumbua sana, lakini maneno tutaongelelea mbele. So wakamchukua wakampeleka katika jela ambayo inajulikana kama Altiplano. Hii ni jela ambayo hakuna mtu ashaikwepa, kwa sababu pale kila movement ilikuwa monitored kwa CCTV cameras. So huyu jamaa aliwekwa kwa cell na CCTV ziko pale 24/7 zinamumulika, lakini walidhani hawezi hepa, but they were wrong. This is Guzman we are talking about, and being a cartel you don't operate alone. Kulikuwa na watu wake. Ama unadhani wale watu wake wakati alikamatwa walirudi wakalala kwa sababu sasa mkubwa wetu amefungwa? Wewe mkubwa wako amefungwa alafu unarudi kulala, nani akulipe mshahara? Kwa hivyo they came up with a plan. While this guy was in jail, wao walikuwa wanaendelea kuchimba tunnel chini ya gereza lenye alikuwa amewekwa. Kwa hivyo walichimba tunnel around 1.5 kilometers up to the cell yenye alikuwa. I don't know how they did it, but they did it without being noticed. So wakachimba mpaka pale kwa seli yake, na ikafika D-Day ya mzee mzima Guzman kutoka pale gerezani. On the 11th of July 2015, pale katika gereza la Altiplano, polisi walikuwa wametulia. Everything was going on well. Afande mmoja akakaa pale akajiambia, kwa sababu leo mimi ndio niko on duty, hizi kamera za CCTV lazima niziangalie sana, kwa sababu tuko na mtu wa interest hapa, na akijaribu kutoroka ni aibu kubwa kwa serikali. We have invested a lot of resources kuangalia huyu mtu na kumkamata na kumweka hapa ndani, kwa sababu hii biashara yake lazima iishe. Itaisha na wewe. Afisa akiwa pale kwenye CCTV aliona jamaa ameamuka pale kwa kitanda, akachukua viatu akafunga kamba vizuri, ni kama mtu anaenda safari. Akaingia pale kwa washroom. Kuingia pale kwa washroom, si aliinama. Of course, ukiingia kwa washroom unainama. Yule afande nikwambia alikaa pale kwa CCTV. Alingoja jamaa inuke. Alingoja. Aliinuka. Ulienda ukamuinua. Mzee mzima Guzman Ajvaldo, he was gone again for the second time from a prison where nobody has ever escaped. Polisi hawakuamini, wakadhani jamaa ni kufaint amefaint. Jamaa mmoja akaenda akatumwa akaangalia kwa cell. Chenye alipata kwa ile cell ni shimo. Hiyo shimo ukiangalia kwenda chini ni deep. Alafu chini kuna kareli, which means ni jamaa ambaye already ameenda sana. So within no time polisi walikuwa washapiga ripoti wakasema, we are sorry, we have lost Ajvaldo Guzman for the second time. Lakini hii aibu serikali haingekubali, kwa sababu sasa huyu ni mtu mgani ambaye tunashindwa, mtu mmoja anatushinda kuweka ndani. Kwa hivyo serikali ikasema we will use all the resources that we have, tuweke huyu mtu ndani na hata waitoka. Kwa hivyo wakafanya nini? Operation ya kutafuta huyu jamaa ikafunguliwa. Now, hawa wakiendelea kufungua operation, jamaa wetu Ajvaldo Guzman, El Chapo, amerudi pale Sinaloa. Sasa ameendelea kujificha katika milima ya huko Sinaloa, anabadilisha nyumba leo kesho, kwa sababu anajua saa hii anatafutwa kuliko venye amekuwa akitafutwa previously. Aliendelea kujificha na hawa wanaendelea kuintensify operation, lakini licha ya El Chapo kukuwa mjanja, alimake makosa moja. Alitaka hii historia yake iweze kujulikana, iweze kuwekwa kwenye vitabu. Kwa hivyo akasema anataka hii historia yake iwekwe kwenye filamu, na hilo ndio kosa ambalo
Ajivaldo Guzman alifanya ili lililompelekea kukamatwa kwake kwa mara ya mwisho. Na kwa hivyo kwa tamaa yake ya kutaka hii maneno yake kuchapishwa ama kuonekana kwenye filamu, Ajivaldo akasema aitiwe mwigizaji kwa jina Kate De Castro ili waweze kuzungumza jinsi histori yake itaweza kuwekwa kwenye filamu. Na Kate Del Castro hakuchelewa, akafika pale milimani ambapo mzee mzima amejificha, akamwambia mimi nimekuja hapa, histori yako lazima tuiweke kwenye filamu moja safi, na ndio tuiweke kwenye filamu moja safi, nitakuitia mwigizaji mmoja wa Hollywood ambaye anajulikana kama Ben Sin. Na wakapiga mahojiano moja pale na Ben Sin, wakapiga pale, wakaelewana. So wakatoa jarida ambalo lilikuwa linaitwa Rolling Stone, ambalo limeelezea story ya Ajivaldo yote. Jamaa mzima hakujua hii story ilikuwa inawapea clue wana DEA kumkaribia ili aweze kunaswa. Kwa hivyo serikali haikukawia. Wakati ilipata ile information, ikajua jamaa mzima mahali alipo. Tarehe 8 Januari mwaka wa 2016, katika mji wa Los Mochis, Sinaloa, kuna chumba moja pale ambalo wanajeshi wana maji wako na interest nalo sana. Kwa hivyo walifika pale, wakaanza kufiatua risasi kuelekea kwa nyumba lile. Baadhi ya walinzi wa El Chapo waliona moto kwa sababu they were so sure this man was here. Na kusema ukweli, mzee mzima Ajivaldo Guzman alikuwa pale ametulia, lakini baada ya kusikia risasi alisema singoji, nimetoroka mara mbili alafu wakuje kuniokota leo hazi. Kwa hivyo walijaribu kutoroka kama kawaida, lakini the security was so tight, kubishana na wanajeshi hapana. Kwa hivyo wakaingia kwa mfereji ya sewage. So wakatembea kwa mfereji ya sewage, katokea mwisho, wakadhani wamehepa, wakapata kuna gari lilikuwa pale, wakaiba na wakaendelea sana. Lakini this time round wanajeshi walikuwa na wao bamba tu bamba. Kwa hivyo waliwaenda wakawanasa, bas wakapeleka ndani. Wakati waliwafikisha pale, wakasema huyu jamaa tukiendelea kumweka hapa Mexico atatusumbua sana, kwa sababu huyu jamaa tukiendelea kumweka hapa, hapana, hapa Mexico ni kama ametuzoea, so tutamhand over pale Marekani waweze kudeal na yeye. So by 19th January 2017, baada ya mambo ya kisheria ya pale Mexico kumalizika, kamhand over kwa serikali ya Amerika. Kufika pale Marekani towards the end of 2018, kesi ikafunguliwa rasmi. Mashahidi wakakuja pale zaidi ya 50 wakisema ya kwamba huyu mtu hapana, ametutesa huku nje. Kama ni madawa, amesafirisha sana. So mashahidi walikuja pale, akafunguliwa mashtaka ya uuzaji wa dawa za kulevya. So mashahidi wakakuja wakasema venye amekuwa akisafirisha hizo madawa nini, na kesi ikamkumba. Na ndipo serikali ya huko Marekani ikasema aje, wewe tutakufunga kifungo cha maisha. Na kwa sababu we are best in doing our things, tukiwa tumekufunga kifungo cha maisha, tunakuongezea miaka ingine 30 juu yake. Na hivyo ndivyo Ajivaldo Guzman alifungwa kifungo cha maisha kwa kuuza madawa za kulevya. Alafu on top of that, ile mali yenye alikuwa ametafuta akitumia hizi madawa za kulevya worth 12 billion US dollars zikarudishwa kwa serikali, kwa sababu hizi ni pesa umepata illegitimately, zinafaa zikuwe pesa za serikali. Kwa hivyo akawekwa pale, akapelekwa katika prison moja pale Colorado ambayo inajulikana kama ADX Florence. Akawekwa pale ambapo kuna security maximum, kuona jua labda 1 hour, 23 hours huko ndani. Na hivyo ndio story ya Ajivaldo Guzman ilikamilika. Lakini hatujui, maybe anapanga tena kutoka, but in case atoke, tutakuletea part 3 of this. Kutoka kuwa mtoto mdogo pale katika kijiji cha Latuna, kugrow kwa biashara yake ya dawa za kulevya,
kukamatwa na kutoroka cell mara 2, si mchezo. But all in all, Ajivaldo Guzman ako pale katika ADX Florence, Colorado, anaendelea kuhudumia kifungo chake. Na hii story inatufunza tu kitu moja. Unaweza toroka sana mkono wa serikali, lakini at the end you cannot run forever, kwa sababu no one thought that huyu jamaa baada ya kutoroka kwa mara ya pili kutumia tunnel angekamatwa tena. But all in all, bas aliweza kunaswa. Maybe wewe uniambie, do you think huyu Ajivaldo Guzman story yake imeishia hapo, ama atarudi tena aendelee kutesa zaidi? Kwa sababu ametoroka twice, anaweza toroka tena mara ya 3. Kwa hivyo kama una any maoni, ingia hapo comment section uniambie, wewe unaona huyu jamaa ataendelea kukaa ndani ama atatoka tena aendelee na biashara yake? Kwa sababu licha ya yeye kukamatwa pale Sinaloa Cartel, wale majamaa bado najua hawajalala, kwa sababu ile biashara bado wanaendeleza. So labda wanaendelea kuchimba tunnel lingine wakuje kumchukua. Wewe unafikiria aje? Otherwise imekuwa successful sana. Nyinyi ni watu wa nguvu, na kama please hujawatch episode 1, ingia pale uwatch hiyo episode, kwa sababu huwezi fuatilia hii story ujue ni nini ilikuwa inahusu hii story yote kama ujue episode 1 ilikuwaje. Otherwise episode 1 nimeona inaendelea vizuri, muendelee hivyo hivyo, you watch, you subscribe and you comment. Alafu most importantly, share to your friends. Copy your link, share to your groups, so that pia waweze kuenjoy hii story. Alafu wewe una watch na hujasubscribe, sijui tukipata episode 3 ya hii story utaijua aje? Otherwise nyinyi ni watu wa nguvu sana, msubscribe na muendelee kunisupport hivyo. Mungu anawapenda sana na mimi nawapenda sana. Asanteni hadi hiyo siku ingine. Shukran.